wa hekima. Narudia, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Our key thought this evening ama jioni ya leo, ningependa tutafakari wazo linasema, Bwana tujulishe kuzihesabu siku zetu. Kitabu hiki cha Zaburi, acha tuanze historia fupi kuhusiana na kitabu cha Zaburi. Watu wengi wanasema kitabu cha Zaburi kikiwa in full kama in totality kiliandikwa na Daudi, which is to some extent a bit truth, lakini si yote iliandikwa na Daudi. Kulingana na wataalamu wanasema kitabu hiki kimeandikwa na watu zaidi ya 8 au zaidi, wale ambao wako very open wanaonekana. Kuna zaburi ziliandikwa na Musa, kuna zaburi ziliandikwa na Daudi, kuna zaburi ziliandikwa na vijana wa Kora, kuna watu wengine kadhaa, kuna zaburi ziliandikwa na Suleimani, among a few others katika historia ya Kiisraeli. Hapo wakati kitabu hiki kilichokompailiwa, kitabu hiki hakikuwa kitabu cha Biblia. Kuna Biblia ya Kiebrania ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo Tanakh. Tanakh ni kumaanisha haikuwa Old and New Testament, lakini ilikuwa segments. Kuna section inaitwa Torah, kuna section ya Torah ambayo ni the 5 books of Moses. Kuna vitabu vya wisdom, kulikuwa na mpaka hata hiki kitabu cha Zaburi kilikuwa katika section nyingine, na kitabu hiki kilikuwa kinaitwa kwa Kiebrania Tehillim. Wakati Biblia ilitafsiriwa, Biblia ya kwanza kutafsiriwa kutoka kwa Kiebrania, the first Old Testament translation ilikuwa inaitwa Septuaginta ama Septuagint kwa lugha ile ambao ya Kiingereza inaitwa Septuagint, lakini ni transliteration ya Kigiriki ilikuwa inaitwa Septuaginta. Na wakati kilitafsiriwa, kitabu hiki cha Zaburi nimesema kwa Kiebrania kilikuwa kinaitwa Tehillim, which means songs of praises. Kilipewa jina la Kigiriki ambalo linaitwa Psalmos. Ndio sababu today Zaburi tunaita Psalms, tunaandika P-S-A-L-M. Psalms, hiyo leta ya kwanza ni sio leta ya Kiingereza, ama hilo jina sio la Kiingereza, ni jina la Kigiriki iliyokuwa linaitwa Psalmos. Hiyo leta unaona inaitwa PS ni leta moja kwa Kigiriki, inaitwa psi. Inaitwa psi na inatamkangwa psi. So walipokuja kuandika Kiingereza wakaboro hiyo pronounce, wakaandika PS ili upronounce hivyo. But unfortunately tukaingiza Kiingereza, Zaburi haistahili kutamkwa Psalms, inastahili kutamkwa Psalms, Psalms. Hilo ni leta moja ya Kigiriki na inatamkangwa hivyo, na ndio ile iko katika jina lingine la Kiingereza linaitwa psychology. Unaona inaandikwa P-Y-S. So hiyo ni P-S-Y ni letter, the same letter ndio hiyo inaitangwa kwa Kigiriki psi na inastahili kutamkwa ps, ps, ps. The psi sound ni combination ya libio na gataro, ndio sababu inatamkwa hivyo kwa Kigiriki, nayo inamaanisha songs of praises. Kitabu hiki cha Zaburi 90 yaaminika kiliandikwa na Musa, na the date of writing is proposed to have been around between 1450 BC to 1250 BC, around there or there about. Na yaaminika kitabu hiki Musa alikiandika akiwa katika jangwa la Medina, akiwa kwa mlima unaoitwa Herob, ama ni segment ya Mount Sinai. Kuna segment moja ilikuwa inaitwa Herob, mahali ambapo panaaminika kulikuwa na pango ama cave kubwa ambayo Musa aliandika akiwa anafuga kondoo za the father-in-law Jethro. Akaandika kitabu cha Zaburi katika hilo pango ikiwa mchana, akatunga wimbo huo na ndio maana akauandika hapo.
Unapoangalia wimbo huo akifika 12 anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu. Kwa nini anatumia basi, neno basi? Hiyo ni kumaanisha that's a conclusion of the matter. He is concluding the matter. So ameongea mambo mengi, but finally the conclusion of the matter ni ombi, Mungu tujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. What happened? Ndio tukuje tuangalie the content. What happened and what was the content ambayo ilisababisha Musa atunge wimbo huu. Itakumbukwa kwamba Musa katika nchi ya Misri alikuwa farao mtarajiwa. Kwa njia nyingine alikuwa katika ufalme. Alikuwa katika laini ya kuchukua ufalme, alikuwa anangojea mfalme aliyekuwa anatawala akufe ili yeye achukue mamlaka. But unfortunately many things escalated out of along the way, mpaka ikashindikana, ikafika mahali ilimleta mpaka. Lakini kwa historia inasemekana hivi, siku moja Musa mama yake akamlea akimwambia, wewe si Mmisri bali wewe ni Mwisraeli. So Musa akashikwa na hiyo hali ya kuelewa kwamba yeye si Mmisri, ni Mwisraeli, na akaanza kubehave kama Mwisraeli. Siku moja akiwa anatembea akapata Mwisraeli na Mmisri wakigombana. Yasemekana akamuua Mmisri, akamuzika kwa mchanga na akaachilia Muisraeli yule mwingine atembee. Kesho yake ama after a few days akakutana na Muisraeli na Mwisraeli wakigombana. Akawauliza, mnagombania nini? Mmoja wao akamuuliza, unataka kutuua vile uliua Mmisri na ukazika kwa mchanga? Musa akashtuka, kumbe ile kesi ilijulikana. Na sasa hii jambo ilimshtua sana, and I want us to learn points along the way. Musa aliua Mmisri akazika kwa mchanga, akaachilia Mwisraeli. Hii maneno ilisambashwa na nani? Haikusambashwa na Mmisri, ilisambazwa na Mwisraeli mwenzake. Ndio ikafika kila mahali. Ndio Waswahili wanasema kikulacho kinguoni mwako. Hali yako iharibi yangu na mtu wa mbali, ni mtu wa karibu tu nawe. Tena uliyetaka kumsaidia. So yule Mwisraeli aliposaidiwa, yeye alienda akisambasha everywhere. Ilipofikia hapo, Musa akajua ya kwamba anatafutwa sasa, maana serikali ya Kimisri ilikuwa inamtafuta sasa. Ikambidi Musa atoroke Misri, atorokee katika jangwa la Medina. Kwa Kiingereza inaitwa the Median Desert. Alipotorokea in the Median Desert, ndipo alienda akaingia katika nyumba ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Jethro. Sasa nataka ucompare the two parameters. Wakati Musa ako Misri, yeye alikuwa farao mtarajiwa. Kama ni lugha ya Kikenya tungesema he was the president elect. Anangojea tu kuapishwa. So kwa njia nyingine alikuwa anakula chakula ya serikali, alikuwa anatembea magari ya serikali, alikuwa yeye ni serikali. Kwa hivyo manono ya nchi yote alikuwa anayaenjoy. Lakini alipoenda kule jangwa la Medina, yule mzee anaitwa Jethro hakuwa na lingine isipokuwa kumpa kondoo awe mfanyikazi wake na katika kumsaidia kazi, na kazi ile alikuwa anafanya ni kufuga kondoo. So in most cases yasemekana Musa alikuwa anakwea mlimani huu Europe, anakwea na kondoo, anaenda kuzitafutia malisho kule, na hiyo ni distance. Si malisho ya kusema unaenda asubuhi unakuja jioni. Ni malisho mengine unaweza enda hata wiki moja. Unaenda unakaa huko for 1 week, ndio after some time unarudi, kwa sababu ni maeneo ya kiangazi. While Moses akiwa huko, siku moja akiwa katika pango hili alipokuwa analipumzika, kondoo walimsumbua mpaka akili ikamjia ndani ya mawazo yake. Musa akauliza swali moja kubwa, ni nini kama mwanadamu? Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa Misri last month alikuwa anapigiwa saruti, alikuwa anakohoa hivi tu, watu wanasonga wanakuja wanamwambia mkubwa, tufanye nini? Unataka tufanye nini? Lakini leo hii yuko jangwani peke yake, anazungukwa na kondoo. Kondoo wanamtolea vijisauti ya vieleweki. Kondoo hazijui Musa ni msomi. Kondoo hazijui Musa alikuwa na degree 3. Kondoo hazielewi Musa ni mkubwa.
Kondoo hasimjui, haziwezi kumpigia. As a matter of fact ni kumpigia makelele, zingine zinamkojolea, zingine zinamkunia. Anything is possible now. Na Musa ndiye huyu, hata ule mshahara analipwa, hakuna mshahara. Ameanza kufuga kondoo, finally akaambiwa atapewa msichana Zipora kama malipo ya kufuga. You can imagine that transition, hiyo change of avenue. Yani alikuwa mfalme lakini sasa ni mtendakazi, na si mtendakazi aliye na heshima, si mtendakazi aliye na lolote, si mtendakazi aliye na mshahara mzuri. So Musa akafeel the impact, akafeel the pinch when life changed. Wakati maisha ilibadilika, Musa aliifeel. Leo hii ningependa kila mtu anayenisikiza aelewe hivi. Life can change without your notice. And it happened to Moses. One day alikuwa mfalme, the next day yeye ni shamba boy. Yeye ni mtu wa kutumwa na mbuzi kwa kichaka. Amekuwa mtu ovyo, amekuwa nonsense, amekuwa nothing. Hakuna, pamoja na masomo yake, aminika alikuwa amesomea kama degree 3 hivi pale katika nchi ya Misri. Akiwa mtoto wa mfalme, lazima alienjoy all the goodies of the land of Egypt. Na itakumbukwa kwamba in those days Egypt was the superpower nation. It's like mtu amelelewa katika ikulu ya Marekani, all of a sudden anatolewa ikulu ya Marekani, analetwa hapa Meru, anatumwa Isiolo, maeneo ya Moyale, mahali ni mifugo tu iko hapo, anatumwa Moyale. That person can easily die. Hiyo maisha ni maisha ya kukuua. That is the experience Moses felt, mpaka akasikia hapa kweli atakufa. Number one, the place is so hot, no food, no, hakuna facilities, nothing, no internet. Ni yeye kwa kichaka huko pamoja na masomo yake, it is done. So Moses felt that life has indeed changed. Friends, everyone listening to me, I want us to think about that life can change without your notice. Leo unaweza kuwa unaendesha gari, kesho unajipata unaendesha wheelchair. Leo unaweza kuwa na wazazi, kesho unajipata hauna wazazi. Leo unaweza kuwa unakula, kesho unajipata hata mdomo hauna. Leo unaweza kujipata, leo uko na macho, leo unaoperate simu, unafanya lolote, you can do on your own, but tomorrow you can find yourself hauna hata simu, hauna macho, hauna hata mikono, you are like that. What will you do? Leo wengine wetu leo ni vijana, but life will change. It will never live like that. You will never be kijana until for the rest of days. No, a time will come, you will change. Kuna wakati nilikuwa naona watu wakivaa miwani nashindwa hii ni ya nini, kumbe nitavaa. Kuna wakati nilikuwa naona mtu akipewa, wazee wakipewa Biblia wanaisukuma kando mbali, wanaenda karibu na mwangaza, wanasukuma Bible yao kando, wanaanza kuisoma ili waweze kusoma. Nashindwa huyu mzee ako na wazimu ama ni maringo. I thought kama ni kuona haoni anastahili kuleta Biblia karibu, lakini kumbe nitafika hapo. Leo unaweza kuwa na mtu anakupenda sana, lakini wacha nikwambie, mwanadamu ni taabu. Anaweza kukuahidi ya kwamba anakupenda, atakufanyia hivi. All that may be nonsense in a twinkling of an eye. So what will you do when that time changes? What can you do? In fact, mhubiri mmoja kwa jina Pastor Jerusha Moga alizunguka akiuliza watu maswali. Akikauliza, imagine today was your last day on earth, what could you do? Wengine wanasema mimi nikija kujua ya kwamba leo ndio siku yangu ya mwisho, nitaenda niuze chochote nilicho nacho, nikule kile sijawahi kula ili nikufe. Mwingine akamwambia mimi nikijua ya kwamba leo ndio siku yangu ya mwisho, nitatoroka. Hiyo kifo iwezi nipata hapa. Nitatoroka nikimbie. Haiwezi nikamata nikiwa hapa. So this is to prepare us to understand that today wewe ni kijana, you will never live as kijana forever. Leo hii unaweza kuwa uko kazini, lakini elewa, anything can happen. Tomorrow unaweza jipata huna kazi. Leo hii uko na miguu, kesho unaweza jipata huna miguu. Leo hii una mazuri unaye ya enjoy, lakini kesho si guarantee, yanaweza kubadilika, na mabadiliko yakija hayananga tahadhari, hayananga hodi, unajipata yameingia. Now in such a situation, what do you do? Ndio Musa baada ya kumeditate akaona ya kwamba kweli maisha imebadilika, akakompea
katika hiyo wimbo akakompea maisha ya Mungu na maisha ya binadamu. Kutoka fungu la kwanza, Zaburi 90 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, anasema wewe Mungu umekuwa kimbilio letu tangu vizazi na hata vizazi, which means God is there forever and ever. Anapofika mstari wa 4 anasema Mungu, siku 1000 kwako ni kama jana ikisha kupita. Kwa njia nyingine, kwa Mungu miaka 1000 ni sawa na jana. Anapofika hapo chini anasema hasira yako wamrudisha binadamu mavumbini. Anaanza kutoka fungu la 6, anaanza kumkompea mwanadamu naye. Anasema mwanadamu ni kama nyasi. Asubuhi yameremeta, lakini ukifika saa 7 umenyauka. Alafu anapofika fungu la 8 na 10, anasema hata miaka yetu tunayoiishi ni miaka 70, ikizidi zaidi 80, na yote ni ubatili. Na hapo yote hiyo miaka unayoishi 80 ni ubatili. So unaweza sometimes I tell people, vijana kabla hujaoa, like me, at times I thought kabla sijaoa nalifikiria nikioa maisha itakuwa mazuri zaidi. Hapo itakuwa ni kuitana baby, sweetheart, my Safaricom, the better option, majina mazuri, na hata tunabeba watoto tunaenda kanisani. Little did I know it is also another problem. Si kujua kwamba nitaoa na tulale tukiwa hata hatuongeleshani, tumekasirikiana. Kijana anaweza kuona mzee Nyambanewa akiwa anabeba mke, wanakuja kanisani, anafikiria Nyambane ako mbinguni, na hata anatamani na yeye aoe aingie mbingu ile iko Nyambane. I wish ungeketi chini na Nyambane na akuwe sincere kukuambia my friend, hapa ni kubaya. Miaka ile tunacheka, tunaishi miaka 80, lakini ile miaka na ule muda utacheka ukiongezwa pamoja, hiyo miaka yote utakayocheka haiwezi jaa mwaka mmoja out of 70 years. Ile miaka mingi ni ubatili. Wale hawana gari wanafikiria siku ile nitanunua gari nitafurahi sana, kumbe hata hiyo gari itakuwa a source of problem. Wale hawajaoa wanafikiria nikioa ndio nitaparticipate sana kanisani. Wacha nikwambie, huo ni ubatili. Hata ukiingia hapo hautafanya. Kuna wengine wanafikiria next time when I get this, when I get a job, when I get money, this is when I will do. My friend, money is not solution. My friend, money is not everything. Hii pesa ni taabu pia. Tutaishi miaka 80, lakini ni shida, taabu, utumwa ni problem. Ndio Musa akauliza, now what is the solution? Fungu la 12, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tuwe na moyo wa hekima. Kwa njia nyingine, Mungu nijalie kuelewa ya kwamba I will not be permanent, ili nafasi niliyo nayo niitumie kiasi ya kwamba hiyo nafasi ikiisha utasema jina la Mungu litukuzwe milele na milele. That should be our prayer this Sabbath. Mungu nijulishe kuzihesabu siku zangu. Bwana nijulishe maximize. In other words, it's a prayer for help to maximize the time given to you by God, and that time is today, not tomorrow. Leo hii ukiwa kijana, kumuomba Mungu akujalie ile miaka utaishi, uishi miaka ambayo hautawahi kusema I wish I knew, such that hata ukifika uzee ushindwe kukimbia vile unakimbia leo, hautawahi kusema I wish I knew. So you do everything that is entrusted on your hands, the maximum that you can, so that when you leave that position, people or you yourself will never say I wish I got another chance. So Mungu atujalie jioni ya leo, tunapoenda kanisani, go to church, do what God demands you to do in a way that hiyo siku ikiisha hautakuwa na la kujutia useme I wish I knew. Kama ni kuishi as a young person, as a married person, ishi miaka ukijua miaka hauna, siku moja utaritaya. That is to mean, kama sahi unafanya kazi, jitafutie mahali ukiritaya, what will happen? Because hiyo nguvu itaisha. Kama ni kununua mahali, nunua, jijengee nyumba. Usikule pesa tu kukula, na usiishi maisha tu ya kukondisha nyumba za watu. Siku ile utafutwa kazi, what will happen? Na siku ile utazeeka. Na ujue wanaofanya kazi sahi, like me for example, let me use my own example. Leo hii mimi ni mwalimu wa Biblia, lakini
Kanisa linanitumia kwa sababu ningali na cha kutumiwa. Kikiisha, that's all. I want to believe. Leo hii nipotee macho na sauti ipotee, kanisa litanifuta. Kazi imeisha. Kwa sababu nitaulizwa sasa, utakuwa pastor aje na una macho na hauongei? What will happen? Ni mtu mwingine atapewa. So hapo ndipo watu wanasemanga I wish I knew wakati nilikuwa. I wish I knew wakati no. Leo na waomba, kama kuna mtu ananisikiza, na kuomba uishi maisha ambayo hauna cha kutahayari, maisha ambayo hauna cha kusema I wish I knew. Hata kama siku zitaharibika ama lolote litakalotendeka in future, you have nothing to regret about. You have nothing to say I wish I knew, because you used your time possibly. Walio shuleni, soma ukielewa. Hiyo shule utakaa hapo permanent, utatoka. Na ukitoka, kuna watu walitoka shule wanasema I wish ningerudi form 4 tena, raundi hii singepata ile grade nilipata. Kuna wengine wako college. Tafadhali, kama uko college, fanya bidii yote unayostahili, maana hapo si pa kudumu milele na milele. Utatoka. Na swali kuu ni je, utatoka na nini? Na miaka hiyo ujue, when things happen, they are irreversible. At that particular point in time, you'll not be having a way of reversing the situation. It will be only kusay Mungu atukuzwe kwa sababu aliniwezesha, ama kusema I wish I knew. So my prayer this evening, as we enter into holy hours, tumuombe Mungu kama Musa. Bwana, nifundishe kuzihesabu siku zangu, nijipe moyo wa hekima. Kwa njia nyingine, niishi maisha yaliyo na hekima. Hata ikifika wakati tulitaya ndanyambane, tukiritaya hivi, watoto wetu waseme God, we thank you for giving me such a father. Ikifika wakati wowote, kitakachotokea, hata wewe usikuliwa na machungu. Nimewahi ona katika vijiji, watu wazazi waliopata kazi, wakafanya kazi vizuri, lakini hawakukumbuka kuinvest, hawakukumbuka kuweka maisha ya future. Finally kazi inaisha, wanaishi kulaani watu. Wanaishi kuombaomba watu tu pesa. Nitumie kama 100 hapo nikule, nifanyie, na usipomtumia anakurushia malaana. Siku ile nitakufa, usiwahi kukula, siku ile nitakufa. Hiyo shida yote. I wish we can learn today that whatever we have, wherever we are, we will not stay there forever and ever. A time is coming that things may go wrong, things may go good. We don't know what comes first, but whatever comes, Lord, teach me to number my days. Lord, teach me to understand that I am a temporal person, a person who is passing away, either by age, either by circumstances, or by any other factor that can lead. So when that time comes that I am no longer important as I used to be, that time, let me never regret. Let me never say I wish I knew, but let me stand and say, glory and honor be unto the name of the Lord. My prayer this evening, let us all pray that God open our hearts, open our minds, open our eyes, so that we can maximize the time we are given today, not tomorrow. Today. When we come tomorrow, is in the hands of God. May the Lord bless each one of us, and may the Lord help us to have that prayer always, as you walk, as you sit, as you move, as you do everything. God, teach me to maximize my potentials. God, teach me to maximize my time. God, teach me to do everything that I'm supposed to do, so that a day coming, I will say, I wish I knew. May the Lord bless us in Jesus' name. Amen.